If you mounted this mountain, you thought about the cross of Jesus, you will be forgiven all sins. Those who looked upon Jesus and called upon his name and say, God, Jesus, forgive me. Oh, son of David, forgive me. All of them, God forgive them. Even the one who was on the cross with Jesus, he told Jesus, you are the Son of the living God. You did nothing wrong. Wherever you will go, please remember me. Jesus told him, today I'm going to be with you in paradise. Today, for you, if you leave everything behind, you will be accepted right away. Remove every seed of secrets, the one you've been concealing. Let it go, and God will remember you. You'll be with him today. Jesus is here. The cross of Jesus. So you will be forgiven. And you'll be healed. Although you might have witchcraft, remove it. Although you killed people, leave it behind. You will be saved today. You'll be saved and healed today. He is merciful. While pondering on this, all of us, in this very precious moment, and in the eyes of the Lord Jesus, that every person, if you are the only one in the church, I'll ask you not to be distracted. Don't look at others. This is not time to look for others. Look in your hearts. This is not time to look at others. Look at Jesus Christ. Look at the cross. Look at the cross of Jesus. Please look at the cross of Jesus. So that the poison of sin will be out of you in Jesus' name. And you'll be healed and saved. The Bible says, when they ate the bread, Jesus took the bread and he blessed the bread. He caught the bread, gave it to his disciples, and he told them, take and eat. This is my flesh given to you. Those who are able, I'll ask you to stand up. Stand up while pondering and meditating. This is the act of our Lord Jesus. Him alone did it. And he made his disciples sit and told them, take the bread. And he caught the bread. After breaking the bread, he told them, this is my flesh that is about to be offered to you. So you will be saved from sin. So you'll be out of condemnation and not be punished and receive eternal life. And he prayed, let's do the same.
Because Jesus said, do this on the remembrance of me. In every time you gather. We are gathering here. So let's remember Jesus. Yesu Kristo mwana wa imani. Baba, tunakumbuka kazi ya msalaba. Tunakumbuka Bwana kazi ya kuokoka kwetu. Tunakumbuka nia zako ulizo Bwana wa Bwana ulipitia kwa ajili ya kuokoka kwetu, kwa kuokolewa kwetu. Tumeokoka kupitia damu ya Yesu na mwili wake. Hii ni mwili wako, tunashukuru Bwana ulioitoa kwa ajili ya dhambi zetu. Ukasulubiwa msalabani, ukapigwa msumari na mkuki ubavuni. Baba wa Bwana ukapigwa taji na miiba. Bwana wa Bwana ukavumilia uchungu wa ajabu sababu ya dhambi zetu. Ayo Baba, tunakumbuka, tunasema ni asante. Iposa Bwana wa Bwana tunaomba msamaha wa dhambi zile za kisirisiri zinazobaki ili zimalize watu wako. Tunaziachilia mbele zako tukiomba Bwana. Naomba msamaha ili sote Bwana pate kukaribia msalaba wa Yesu. Tumkaribie Bwana ili tupate kupona sumu ya dhambi. Baba, kwa hiyo tunashukuru mwili wako Baba wa Bwana uliotoa Baba msalabani, hata ukaingia katika Baba mavumbini kwa ajili ya dhambi zetu, ili sisi tuokolewe, tusiwekwe Bwana wa Bwana mahakamani. Jina lako litukuzwe. Tunashukuru Baba wa Bwana, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Baada ya kushukuru akaumega. After thanking, he broke the bread. Na akawapa mitume wake and to his disciples. Sasa mimi nitawapa mapastors. So I'm going to give to the pastors, na wale walioombewa, those who are ordained, waliowekewa wakfu. Baadaye watawafikia nani? Get you as well. Mbele yako kaya mwili wa Yesu. Kaya mwili wa Yesu. Kaya mwili wa Yesu. Pokea mwili wa Yesu. Kwa imani pokea mwili wa Yesu.
apandishe mkono wake mahali alipo. Kama kuna yule atapokea mkate, anaweza kupandisha mkono wake. Waweza kupandisha mkono wake ili wamfikie. Kifikiria upendo wa Mungu, nani mwingine angekufia? Ukiwa na makosa kama hayo, ukitambua makosa yako. Kuokoka ni kujitambua ama wewe ni mwenye dhambi. Basi kama wewe umejitambua dhambi zako za kisirisiri na dhambi zile za hadharani, ni nani mwingine angekufia? Nani mwingine angekufia? Nani unaweza kulinganisha na Yesu Kristo? Fikiria upendo wake. Kifika wakati wa kupokea, inakusi. Nakusi. Fikiria upendo wa ajabu. Mungu aliyekupenda. Na Yesu Kristo akamfia, akasema, mimi nitachukua ubaya wako, nitachukua dhambi zako zote, ili niingie nazo msalaba, niingie nazo katika maumbile kwa kifo, ili wewe usikufe, wewe usiingie kwenye msalaba, usihukumiwe. Basi sote kwa kufikiria upendo huo, pitia jina la Mungu Baba, kwa sababu uhusiano wetu na Mungu ni kutambua haya. Yesu alimwambia Petro, mwambia ya kwamba kama mimi sikuosha, hatuna uhusiano wowote. Kama si Yesu amekuosha, kama si damu yake, kama si mwili wake, hauna uhusiano wowote pamoja na Baba. Kwa hiyo hii ni kumaanisha kwamba tuna ade, tuna damu, tuna uhusiano na Mwenyezi Mungu kwa upendo wake. Sote kupitia kuamini neno la Mungu tumpokee Yesu Kristo mwili wake ndani ya maisha yetu. Akapokea na kikombe, akawapa, akashukuru, akasema ya kwamba hii ni damu yangu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zenu. Kwa hiyo pokea damu hii. Damu ya Yesu ilitiririka msalabani ili sisi tuoshwe, na tena ni agano jipya ya kuingia mbinguni. Bila ishara ya damu ya Yesu hautaingia mbinguni. Damu ya Yesu ni ishara kubwa mno, ishara ya ajabu. Tukipokea hii ni mzabibu, lakini tukipokea hii ni kwa maanisha ya kwamba tunakubali damu ya Yesu iliyotiririka msalabani. Kwa roho, kwa kiroho tunapokea hiyo damu,
kwa kudhihirisha kwa dunia hata na mwili ujue haya ni kupokea mzabibu huu. Ndugu zangu, kanisa la Kristo ulimwenguni, tambua damu ya Yesu Kristo, kazi za damu. Tambua damu ya Yesu Kristo iliyomwagika. Haikumwagika hovyo, haikumwagika tu, ilimwagika na kusudi. Na kusudi la kumwagika ni kwa ajili ya kukuosha dhambi, kwa ajili ya kukubadilisha ili ukubalike mbele za Mungu, ni kwa ajili ya agano jipya ili upate kuingia kwenye agano jipya, uwe na kibali ya kuingia mbinguni. Mbingu iwe nchi yako ya asili, nchi yako ya haki, iwe nchi yako kabisa. Utangulike huko. Basi ukubali damu ya Yesu, acha tupate kushukuru tukiomba. Baba, ni asante Mwokozi wa maisha, asante mwenye uwezo na sifa, asante kwa damu yako iliyotiririka, asante kwa damu yako na inena vizuri kuliko damu za wanadamu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hallelujah. Damu ya Mwenyezi Mungu, damu ya Baba Mwokozi wa maisha, imwagika kwa ajili yetu ili tukubalike mbinguni, ili Baba tuwe na ishara ya utakatifu kwako. Tunashukuru Baba msamaha wa dhambi. Ashukuru Yesu. Haleluya. Nomekomikalita ila sobera emilia. Kiraskaino. Failobilas. Inilia gratis. Matilda tanatone kavans. Ilokia pikoro makia. Baba tunashukuru Yesu, tunatambua damu za muda, tambua damu yako. Sasa masababu mimi imefunguka kwa ajili yetu, tunakubali damu. Anisoni melina akorotakio mekasinas na otayo barisadeve. Baba, kiasi kwa vilakumwa makumvede talisublikia haunindo somede faz. Tunashukuru Baba, ninashukuru Yesu. Pendo wako watosha, 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 pendo wako watosha.
damu ya Yesu. Damu ya Yesu inapita damu zote. Damu ya Yesu inanena, na inanena mazuri juu ya maisha yako. La kwanza inanena yako, unasemehewa sana, unapewa utukufu, unakubalika mbele za Mungu kama mtakatifu. Kupitia damu ya Yesu tunahesabiwa watakatifu. Damu ya Yesu ni kibali cha kukupa wewe kuwa mwana wa Mungu na kuingia bila shaka mbinguni pa Mungu. Kwa hiyo kwa kuamini neno la Mungu na kukubali damu iliyotiririka msalabani, kwa kukaribia msalaba wa Yesu na kuikazia macho msalabani, kwa kuamini hayo, kwa kikombe ulicho nacho kipokee katika jina la Yesu Kristo. Sote tukiwa pamoja. Baada ya kunywa na kula na kunywa, wakaimba haleluya, nyimbo nzuri, oh haleluya, oh haleluya, harakijikwe, oh haleluya, marahubwe, oh haleluya, amen haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, umeniita Bwana wa Bwana ili tupate kukufanyia kazi. Basi tumemaliza kazi yako Bwana uliyotupa, Bwana wa mabwana. Kwa hiyo ninaombea kanisa la Kristo ulimwenguni, naombea hao wote waliokubali kuokolewa na damu yako, hata na kutambua mwili wako uliotolewa kwa ajili yao. Baba, ninaombea baraka zote, ninaombea baraka zote, ninawakabidhi mikononi mwako. Kusiwe yeyote Baba atatoka. Ninaombea kama vile ulivyowaombea ukifika mbinguni kwa Baba. Uliomba Bwana wa majeshi ukamwona
paradiso, ukinena mazuri, nguvu za Mungu zikae nawe.